Dada, samahani. Nakuomba mara moja. Bila samahani. Habari yako? Safi, mambo? Poa, mzima? Mzima. Wow, mimi naitwa Machupa. Sisi unaitwa nani? Kaka, mbona ghafla sana? Mimi nafikiri kwa sababu tu ya kufahamiana. Sawa. Mimi naitwa Eliza. Lakini pia nashukuru kukufahamu. Bila shaka. Waiter. Njoo mama. Asante. Unaweza kuagiza chochote? Dada, mambo? Poa, vipi? Safi. Unaweza kupata maji ya baridi? Samahani, nisaidie. Hauna glasi? Ina shida. Unajua ni vizuri tukifahamiana zaidi. Maana unajua dunia duara. Bila shaka Machupa. Karibu. Asante. Lakini kitu kingine, binafsi nilikuwa natamani tutoke hapa tuende sehemu nyingine ambayo itakuwa nzuri zaidi kimaongezi, ili tuweze kufanya maongezi yetu vizuri kama utaweza. Mimi sina neno, hofu ni kwako. Basi imeisha. Naomba tu. Sisahau maji yako. Haina shida. Usijali. Kuna sehemu moja hapa nzuri. Lakini Eliza, samani. Ndio mkuu. Sasa hivi. Haya, sawa. Samani. Hapa nimeitwa kidogo, lakini usijali, mimi nitakutafuta baadaye. Kwa hiyo
Kama vipi ni niwekee namba ya simu hapa afu nitakucheki. Haina shida. Basi sawa, mimi nitakucheki. Poa, haina shida. Aya, kwa hiyo. Hadi mwanangu jana umezingua kichizi yani mboi. Tatizo nini kwani mwanangu? Mimi naongea na wewe boi. Mbona jana umefeli sasa? Ujue nini mwanangu? Unazingua ujue. Unapiga za kike yani. Jambo dogo mwanangu unaongea nini sasa? Unazingua ujue mboi mwanangu. Jambo dogo tu jana limetokea. Unanuna basi vitu kama hivyo. Maana unaongea tu dakika mwisho unajiona ile mjuaji sana. Ulikuwa unatakaje kwa mfano? Sio mwambie mboi. Wanaume tuko hivyo. Unanuna pigo kama hizo hapo hivyo. Soma ongea nini? Poa jiangalie mboi. Hizi kazi za kiume ujue. Unahitaji minuno. Unachukuliaje? Sikia nikwambie. Jana. Wewe wanangu vipi? Fresh vipi? Fresh. Kama vile siwaelewi. Naona mwenzetu siku hizo wapata bonge la bwana au sio? Ushaanza shida zako. Ila sio swala. Ila unajua mwanamke noma sana. Umekomaa kweli yani hadi muda huu. Haya ni mambo madogo sana kwangu. Au umesahau nilivyorudi na kichwa cha yule mtu? Mimi siwezi nikakupinga katika kazi zako. Niambie tunaanzia wapi tunamalizia wapi? Cha msingi. Kwa jinsi nilivyompanga huyu mtu, natakiwa kuonana naye kesho. Maeneo yale yale kikubwa. Kikubwa nini? Wataka ulete kazi kwenye mapenzi? Usije ukasema ushampenda tayari ujue. Hapana kweli, usinichukulie hivyo. Kwa hiyo tunafanyaje? Ndio swali la msingi. Nitakapokuwa naye, hakikisheni mnaivamia ile meza nitakayokuwa nimekaa naye. Na mimi nitajifanya kuwa siwajui. Tena, ikibidi anzeni na mimi. Unajua mwanamke una akili sana na ndio maana umewekwa sehemu nyeti. Umeanza mambo yako. Wewe kila kitu tu ni utani. Unachonga sana siku hizi. Basi poa, tutasoma na mida au? Fresh, hakuna shida. Poa, haina no. Halo. Jambo afande. Sasa mkuu, kikubwa nimeshaanza kupata mwanga wa wapi naweza kuanzia kazi yangu na wapi naweza nikamalizia. Kikweli ni kwamba huyu mtu anaonekana kuwa ni mtu hatari na mtu makini kweli kweli. Na ni mtu ambaye ana watu karibia kila kona ya mji. Ana vijana hatari kwa kweli. Nimejaribu kupata hata majina mawili matatu ambao vijana ambao wanampa jeuri. Kuna kijana hapo anaitwa Sio Guido, mwingine sio anaitwa Feno, sio nani. Lakini mimi kwa sasa najaribu, kuna jambo moja nalifuatilia, ila nikishalimaliza tu nitarudi mjini ili tuweze kujipanga kwa ajili ya shambulizi rasmi. Ni kweli umeniagiza, lakini hii kazi niliyoiona huko ni ngumu sana. Nimeona kwa macho yangu watu wanauana. Kwangu itakuwa ni ngumu sana boss. Halo? Halo boss. Halo? Halo?
Sawa mkuu, nimepokea. Asante, siku njema. Boss. Pamoja na hayo yote, mimi kweli ni askari, ila siwezi kufanya kosa hata kidogo. Najua hivyo. Hivi ni kwa nini huyo askari mpelelezi anaitwa Machupa alifanikiwa kuingia kwenye ofisi zetu za kipelelezi na wewe ukiwa pale bila kutoa taarifa? Wakati anaingia mimi sikuwepo ofisini kabisa. Na huyu afande Jabili anajiamini nini? Mbona anaonekana kama anataka kufanya mambo yawe magumu? Huyu afande yuko makini sana. Sema nini? Tunachotakiwa kujua udhaifu wake. Umenena jambo jema sana. Ila naomba ujaribu kuwa karibu naye tena, na huku tukimhusisha na Husna kwa sababu yuko pale ofisini. Sawa boss. Tafanya hivyo. Husna. Ndio. Kwa hali iliyofikia sasa, mimi nafikiri tu bora tuombe uhamisho. Kwa sababu hata bosi mchachamaa uko ofisini. Wewe ni mtoto wa kiume, inabidi upambane. Yaani Husna, nimeona watu wanauana wenyewe kwa wenyewe, wanapigana risasi wenyewe kwa wenyewe. Leo unaniambia mimi mtoto wa kiume nipambane? Niache familia yangu.